during the next few hours. But now let's cross over to some voices from Kisii County, Kisumu County and Garissa County, all of them talking about their experiences accessing this essential commodity. Kwanza nataka kuwapongeza, nowadays wameimprove sana. Hapa Kisii tulikuwa na blackouts kwa siku 3 kwa wiki. Lakini nowadays they have really improved. In fact tunaweza kuwa na blackout ya 3 minutes or 30 minutes. Stima kwa hivi karibuni stima sio nzuri sana. Kwa sababu saa zingine inakuja inapotea. Lakini awali ilikuwa sawa. Alafu stima iko ghali sana. Stima iko very expensive. Changamoto ni ile ya kwamba hizi ikawa ikipotea ikienda ikirudi, lakini kwa pande mzuri hapa kwa jua kali haipotei sana, ikipotea dakika chache unapata wanarudisha. Kwa siku stima haiko, siku 2 stima haiko juu uvamaji wa kituo cha stima hapa Kisii. Lakini kwa sasa mambo iko sawa. Kwa siku saa hizi unaweza charge simu za kama unataka kushaga kishagi iko poa, kila kitu iko poa. Hii ni wiki ya 3 tangu stima ipotee, na stima imetuadhiri sana. Sababu kama ni upande wa sonda, hakuna kitu tunauza, maziwa inaharibika. Yaani mambo mengi hapa imekwama sababu ya stima. Sasa ile kitu watu wanategemea ni generators na solar. Hizo powers haisaidii hata kuungurusha fridge. Stima nayo saa zingine ukicharge ama ukiwakisha usiku, saa zingine hata simu inazimika, haina moto, ni baridi na ni overcharge. Unacharge over 50 shillings. Unapata sasa ile stima ilikuwa inatusaidia sana sisi wenye biashara. Tunapata zile chakula zetu tunaweka kwa fridge, zinaharibika, zinaozea pale kwa fridge. Siwezi sema tumefurahia na jambo hilo, sababu sisi kama watu wa kinyozi we depend so much kwa stima, because hiyo ndio kitu kama imetuandika. Stima ndio imetuandika. Wakati ambapo inapotea kila wakati, hazina maanisha kazi yetu iwezi fanyika vizuri. They just tell us in advance that we are going to have a power failure for such a time, so that people could organize themselves. Because when it comes in the times of the work, we find it's very hard. We have to also deep down. We have to get the backups, and it's also a bit expensive for us, because when you have the backup, you'll find it can consume a lot of fuel. That is another expense, and we are in business to try and meet our expenses. Na Sam, bila shaka ni hoja ambazo zinajirudia. Kuna wale ambao wanasema kuna bidhaa zinaharibika, ziwe ni bidhaa za chakula, haswa bidhaa zinazohitaji barafu. Naam, lakini hebu tusikize kutoka wananchi kutoka kaunti ya Nyeri, ambapo wakazi wameelezea kughadhabishwa na kupotea mara kwa mara kwa nguvu za umeme, wakisema kuwa hali hii imeendelea kuathiri biashara zao. Mwanahabari wetu Kamau Mwangi amezungumza na wafanyabiashara wa maduka ya mitandao ya interneti na fundi wa vyumba na kutuandalia taarifa ifuatayo. Naam, kutoka kaunti ya Nyeri, wachuuzi na wale ambao zaidi wanatumia stima wameweza kuuzamia mjadala huu kwa maoni kinzani, na tulianza na kuzungumza naye James Owino ambaye ni fundi wa milango na madirisha maarufu kama welder, na alikuwa na haya ya kusema. Connections sometimes ndio tupate hata connection ya stima inakuwa shida sana. Tunaambiwa tugoje tokens, inakaa sana. Haswa wakati tunanunua token, unapata umenunua token, wakati kazi inaendelea, token hairudi, inakaa kwa muda sana kabla haijarejea. Sasa inabidi mpaka upige simu kwa customer care wa token ili waweze ku be a bit fast so that you can get your token, you continue the work. But currently stima inatumiza kama sisi wafanyabiashara ambao tunatumia stima kwa wingi. Nilipo apply nilipata kwa kiwango ambacho nilikuwa nataka, lakini ile sasa power supply inakatwa saa ingine, you are not noticed, there are emergencies all over. Kwanza haswa wakati huu wa mvua kumekuwa kukinyesha,
unapata all of a sudden stima zimepotea the whole day. Na kwa ujio wa teknolojia, kuna wale ambao wamenunua vifaa vya kisasa ambavyo havitumii mafuta ila stima kama pikipiki za kisasa, lakini kupotea kwa stima mara kwa mara kimetajwa kama kizingiti kikubwa na kimechangia biashara zao kukosa umaarufu, hisia ambazo zimeweza kukubaliwa nazo na wale ambao wanauza sinema almaarufu movie shops na wale ambao ni wahudumu wa maduka ya interneti almaarufu cyber. For me, I think I'm okay with it. Only that at times could be frustrated when maybe when it runs out of power, then and it happens that we also have a blackout. Then it just means that the operations of the office at times will go down. Lakini sasa tukikuja kazini, just the way vile customer and expect sisi tukue ready na kazi na nini, yani akikuja anataka tu ahudumiwe hapo hapo. Pia sisi tungeomba KPLC wachangamke historia stima waweze kujiprepare in advance. Si kugoja wakati kuna changamoto ndio sasa wanawapatia notice, one day notice ati kesho kutakuwa na stima. 2016 stima tulikuwa tunanunua ya 1000 ilikuwa inakuja unit 60 something, but now kinunua unakuta ni 30, you know, that unit. Lakini pia out of that pia stima imekuwa ikipotea sana, and that's why tumeopt kununua hizi za kusharge, na sometime hata customer unamuosha na maji baridi. Naam, hizo ni kati ya hisia za wafanyabiashara hapa katika kaunti ya Nyeri, wengi wakizitaka kampuni za kusambaza stima nchini kuhakikisha kwamba usambazaji wa stima upo kila wakati ili kuhakikishia mapato ambayo hayadidimii.